Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru sana Mungu. Leo ndio tumehitimisha ile semina yetu ya siku 5 ambayo tumekuwa nayo hapa kanisani kwenye kanisa hili la TAG Sayuni Oldadai, na tumemwona Mungu kwa kweli. Na katika siku zote 5 tulikuwa tunafundishana au nilikuwa nafundisha kuhusu utoaji wa kimkakati, na leo wakati tumehitimisha na kuangalia kipengele cha mwisho ambacho kilikuwa kinasema faida za utoaji huu. Na kwa kusema tu machache ni kwamba tumeona unapokuwa mtoaji wa kimkakati, Mungu analeta msaada. Faida ya kwanza tumeona kwamba Mungu atakuelekeza mahali sahihi pa kutoa, kwamba Mungu atakupa mahali sahihi ambapo unatoa. Na tunasema unapotoa unaweka uwekezaji mbele za Mungu. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna, na Biblia ikasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo tunavuna kulingana na utoaji wetu. Tunapotoa Mungu anarudisha baraka zake, lakini vile vile tumeona tunapotoa vile vile Mungu anatuma msaada wake. Tunaita ile divine help, ule msaada wa kimungu. Kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 10, habari za Kornelio, tunaona kwa utoaji wake mjumbe ama malaika alitumwa kutoka kwa Mungu ili ampe ujumbe wa kimungu kwamba pamoja na kwamba Kornelio alikuwa anatoa, Kornelio amekuwa akimtumikia Mungu, lakini ilipaswa atumwe mtu aende kwa Simon Petro ili aje amwambie yampasayo kutenda. Kwa hiyo tumejifunza mambo makubwa sana kwamba utoaji ni wa muhimu, unamvuta Mungu kusogea karibu na mtoaji. Hakuna mtoaji ambaye amewahi kukaukiwa, hakuna mtoaji ambaye amewahi kuishiwa. Tunapoendelea kumtolea Mungu kwa imani, tunamtolea Mungu kama ibada, Mungu anabariki maisha yetu. Sasa nini matarajio yangu sasa kama mwalimu ambaye nimekuwa nikifundisha semina hii, kwamba matarajio yetu kwa msaada wa Mungu, ninaamini kwamba kanisa litaamka. Watu wa Mungu sasa wataamka baada ya kusikia maneno haya, wataanza kutenda, wataanza kutoa kimkakati, kila mtu kwa kadri alivyobarikiwa, kwa sababu Biblia inasema kwa kadri tulivyopewa neema mbalimbali katika maisha yetu, karama mbalimbali, vitu mbalimbali, baraka mbalimbali ambazo Mungu ametupa, tunamtumikia nazo Mungu. Kwa Mungu sio kwa habari ya kiwango, ni kwa habari ya moyo. Wewe kwa hicho kidogo ulicho nacho unamtoleaje Mungu? Mimi naona ya kuwa mtu huyu akutaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tufanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia huko. Kwa hiyo hapa ni swala la ukarimu. Kwa naamini kabisa kwamba kanisa ama watu wa Mungu sasa wataanza kumtolea Mungu, wataanza kumtumikia Mungu kwa njia kubwa. Kwa hiyo semina hii naamini baada ya muda mfupi tu tutaanza kuona matokeo makubwa sana. Lakini washukuru sana hata watazamaji wetu ambao tumekuwa mkitufuatilia katika video fupi ambazo tulikuwa tukizituma, kwa mrejesho wenu. Hiyo imenipa nguvu, na nawaombea baraka za Mungu. Mungu awabariki sana, na tuendelee kumwamini Bwana Yesu, na tuendelee kumtumikia Mungu. Kile ulicho nacho, kile ambacho Mungu amekubariki nacho, basi mtumikie nacho Mungu, na Mungu awabariki sana.